أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد. Ndugu mtazamaji wa Sanad TV pamoja na Bicham Online TV, ndugu zangu, leo kwa kuwa ni miezi mitukufu ya Hija, leo nitazungumza na mahujaji, hususan kina mama. Maka tumekuwa tukirusha vipindi lakini vikizungumzia mahujaji kwa ujumla, lakini leo nitaomba nizungumze zaidi Hija upande wa kina mama. Kwa hiyo nitakayoeleza mwanamama unisikilize vizuri, hivyo huo ndo utaratibu ambao utakaofanywa ukiwa katika Hija. Na leo tutazungumzia arkanul hajj, nguzo za Hija. Hija ina nguzo ambazo ndo zinamhakikishia haji kwamba hija yake imekamilika. Akiacha chochote katika hizo nguzo, basi hija yake inakuwa imeharibika. Ndugu hajjat au haji, ndugu yangu, ukiacha nguzo moja tu katika hizo nguzo, basi hija yako haisihi. Utakuwa umeharibu nauli yako bure, maskini ya Mungu. Umeenda Makka, mamilioni ya pesa umetumia, alafu unarudi kama ulivyoenda, na Mungu atuepushe. Lakini pia pamoja na nguzo, jitahidi kukamilisha hizi nguzo za Hija. Alafu ukisha zikamilisha, pia na yale yote kwa sunna ufanye, lakini na vitu ambavyo ni mubah pia ambavyo umeruhusiwa kuvifanya katika Hija uvifanye, lakini pia uache makruhati, uache vitu ambavyo ni karaha kuvifanya katika Hija. Ndugu mtazamaji, nguzo ya kwanza ni al-ihram. Nguzo ya kwanza ni ihram. Ihram ni nini? Wa huwa qasdu ad-dukhul fi al-hajj au al-umra. Ihramu ni kukusudia kuingia ndani ya ibada ya Hija au umra, au kilaihima maa, au ibada zote mbili, Hija na umra zote ukazikusanya. Lakini wa yashartu fihi nia, na ni sharti utie nia. Hata swala, nyinyi wenyewe ni mashahidi, huwa tunaingia ndani ya swala tunanuia swala, tunanuia swala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyat, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, suratul Bayyina. Hatukuamrishwa sisi ila tumeamrishwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, sio hivi mukhlisin, tukiwa tumemkusudia yeye, yani mambo yetu yote tunayafanya kwa sababu yake yeye. Kwa hiyo ibada yoyote ambayo anafanya Muislamu sharti iwe na nia. Innamal a'malu binniyat, nia au amekusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hajat sio umeenda Maka kwa ajili ya either uitwe hajat upate jina jipya, au uende kule uonekane ni mtu na fedha wewe na maendeleo, umehiji bwana. Kwa hiyo usiende na nia hiyo. Nia yako iwe ni kasdi, umkusudie Allah subhanahu wa ta'ala katika kufanya hii ibada ya Hija na umra. Ruknu thani, nguzo ya pili ni atawafu, ni kutufu. Na tawafu ambayo ni nguzo ni tawafu al-ifadha. Tawafu al-ifadha ni tawafu ambayo ni nguzo. I'lami ukhti al-muslima, jua ewe dada yangu wa Kiislamu, anna tawafa bil baiti thalathat anwa', kuzunguka al-Kaaba kuna aina tatu. Naomba tuziangalie hizi aina za kutufu. Alif, tawafu al-qudum. Kuna tawafu al-qudum, ingine ni tawafu al-ifadha. Tawafu al-qudum wa tawafu al-ifadha wa huwa ruknu al-hajj bi ijma' al-ulama, na hii ni nguzo. Tawafu al-ifadha ni nguzo
ya hija kwa wanachuoni wote wamekubaliana hiyo. Faman tarakahu batala hajjuhu, anaiacha hii nguzo bana, hii kutufu tawaful ifadha, akazunguka mara 7 tawafu ya ifadha hii, basi wanachuoni wamesema anaiacha batala hajjuhu, hija yake inakuwa imeharibika. Kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyotuambia, waliyatawafu bilbaiti, lazima tutufu tuizunguke Baitul Atiq, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-ruknu thalith, nguzo ya 3 ni as-sa'yi baina as-safa wal marwa, ni kutembea baina ya safa na marwa. Wa huwa al-mashi baina as-safa, na safa na marwa ni kutembea. Kwa mwanamke unaona inatumika kutembea, wanaume huwa wanakimbia, kuna sehemu wana jog kabisa, jasho linatoka kama wafanya mazoezi. Lakini kwa kina mama, wa huwa al-mashi baina as-safa wal marwa yani dhahaban wajia biniyati at-ta'abbudi. Anasema kwamba ni kutembea baina ya safa na marwa, ukienda na kurudi kwa kutia nia ya ibada ya kiibada. Wa huwa as-safa wa tanha ila al-marwa, unaanzia safa unamalizia marwa. Muona Sheikh Hussein? Qultu, anasema nikasema kwamba faman taraka sa'ya, anaiacha kwa sa'ya, batala hajjuhu, mtu yote ambaye anaacha kwenda safa na marwa, yani wewe ukatufu tawaful ifadha alafu ukaendelea na ibada nyingine ukaiacha sa'i, usiende safa na marwa. Anasema qala al-jumhur, wanachuoni wanasema wala tajzu indahum as-sa'ya qabla at-tawaf, haifai kufanya sa'i kabla ya kutufu. Wa innama la budda an yakuna sa'ya ba'da at-tawaf al-ifadha, lazima iwe sa'i kwanza baada ya kufanya tawafu al-ifadha. Ukishamaliza tawafu al-ifadha ndo unaruhusiwa kwenda safa na marwa. Namba 4, ar-rukn ar-rabi', nguzo ya 4, al-wuqufu bi Arafa, kwenda kusimama Arafa. Wa huwa ruknul a'zam, hii bwana ndo nguzo kubwa ndugu yangu hajjat ambayo unaniangalia. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema alhajju Arafa, hija jamani ni Arafa. Wewe kama hujasimama Arafa bwana, hija yako tatizo. Alhajju Arafa, hija ni Arafa bwana. Kwa hiyo lazima uhakikishe umesimama Arafa. Alhajju Arafa, hija ndugu yangu ni Arafa. Lakini ndugu yangu hajat, baada ya hiyo nitakueleza, naomba nieleze umra ni ibada gani. Nafikiri tumekuwa tukiimana haji alafu kuna umra. Umra ni nini ndugu haji au hajat? Al-umratu lugha, umra kilugha ni az-ziyaratu. Umra ni kuzuru, ni ziara. Wa qila al-qasdu ila makanin amir, na ikasemekana kwamba ni kukusudia sehemu kongwe, yani mji wa zamani, nchi ya zamani, yani mji wa Makka ni mji wa zamani. Wasumiyat bidhalika, imeitwa hivyo kwa nini? Liannaha tufalu fil umri kulla, kwa kuwa ibada hii inafanyika ndani ya umri wote, yani muda wote. Wewe unaweza kwenda mwaka huu, ukenda mwaka kesho, ukenda mara 2 kwa mwezi, ukenda mara 3 kwa mwezi. Yani ni ibada ambayo inafanyika katika umri, muda wote, miaka yote ambayo upo duniani. Wa shar'an, lakini kisheria, hiya qasdul Kaaba, ni kukusudia nyumba tukufu ya Allah al-Kaaba, linusuki, kwa ajili ya hija, kwa ajili ya ibada ya nusuk, ala wajhi al-makhsus, katika namna makhsus. Hikma yake ni nini ndugu mtazamaji? Dhahaba ba'd al-ulama, wanasema baadhi ya wanachuoni, ila anna al-umrata tajibu fi al-umri marra, umri bana ni umra inatakiwa
ni lazima katika umri mara moja, liqaulihi ta'ala, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani, wa atimmul hajja wal umrata lillah, timizeni haji, kamilisheni haji wa umra, kwa kuhiji na kusali. Wa subhanallah, kwa kuhiji na umra. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, kamilisheni hija na umra kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanachukulia aya hii Allah aliposema hivyo. Wali hadithi Aisha, lakini kuna hadithi ya bibi Aisha inasema, annaha qalat, anasema bibi yetu mama yetu Aisha, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, hal ala nisa'i jihad, je, kwa wanawake wanaenda jihadi, wanaenda kupigana vita ya kidini? Qala na'am alaihinna jihadun, ndiyo kweli wanawake wana jihadi yao. Unaona, jihadun la qitalun fihi, jihadi ambayo haina mauaji, haina mapigano katika hiyo jihadi yenyewe. Jihadi gani mtazamaji? Alhajj wal umra, hija yao wanawake, jihadi yao wanawake ni hija na umra. Kwa hiyo mwanamama, wewe katika dini hii ya Kiislamu, jihadi yako wewe ni kwenda kuhiji Maka, kwenda kufanya umra, kwenda kuhiji na umra. Tayari hapo unakuwa umeshafanya jihadi. Wa dhahiruhu alwujub, na hii na wewe inaonyesha ulazima wa hii umra. Arkanul umra, nguzo za umra ni zipi au ziko ngapi? Nguzo za umra mtazamaji ni 3. Ya kwanza ni al-ihram, ni ihram, ni kama hiyo kuhirimia. Ya pili ni at-tawafu, ni kuzunguka al-Kaaba mara 7, na ya 3 ni as-sa'i, ambavyo ni kwenda Safa na Marwa mara 7. Faman taraka ruknan, yeyote ambaye ataacha hii nguzo, min hadhihi al-arkan, miongoni mwa nguzo hizi, lam yutimmu nusukahu, haitotimia ibada yake. Wajibatul umra, mambo ya wajibu katika ibada ya umra ni yapi? Namba 1, al-ihram min al-miqat, kuhirimia katika miqati yako ambayo utakuwa umeingilia pale Makka. Namba 2, taksiru sha'r lilmar'a, kupunguza nywele kwa wanawake. Wanawake hawanyoi kipara tena. Mwanamama wa Kiislamu, nikwambie, dini hii ya Kiislamu, Allahu akbar, dunia ya leo inataka kumwambia mwanamke, bwana wewe Uislamu unakuzeesha wewe, lakini dini hii ndio dini iloweka mwanamke ni haramu kunyoa nywele, awe na nywele mpaka mgongoni. Uislamu au mwambie anyoe, apunguze wala anyoe kabisa. Na kulionyesha hili hata kwenye hija au umra, mwanamama akifikia sehemu ya kunyoa, mahujaji wananyoa, sasa yeye anaambiwa taksiru sha'r, yeye apunguze nywele. Tena unakata kidogo tu mwanamke, yani kata kidogo na mkasi tu hivi chafu, yani kama unamkia labda na nywele zako zinaenda mpaka mgongoni, basi unachukua kinaniki incha tu hivi kidogo chafu. Huo ni urembo wa kina mama bana. Lakini leo hii subhanallah, watu ambao wako against na dini hii tukufu ya Kiislamu, mwanamke wanamwambia bana, ni fashion wewe kunyoa kipara. Sheikh Hussein wananyoa vipara, Sheikh, wananyoa vipara alafu anavaa maeleni makubwa yale wanayavaa. Dada yangu, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, anajifananisha na watu fulani yuko kama wao. Kwa hiyo unajikuta we mama unakuwa katika sura ambayo tena siku hizi wanajiita matomboi, yani mtoto wa kike ananyoa bonge la kipara alafu anaweka miereni. Dada zangu, tusiingie katika makundi ya namna hiyo, ni hatari sana. Kwa hiyo katika umra, katika ibada hii sasa, kwa mwanamke ni taksiru sha'r, yeye anaambiwa apunguze nywele zake. Na hiyo ni kwa wanawake, wamepewa ofa ya namna hiyo. Lakini tumeona upande wa Safa na Marwa, wanaume wakati wanakimbia, mwanamke ameambiwa atembee kawaida. Wanaume wakati wanavaa ihram, mashuka mawili, wakiwa ndani hawana chochote, kwa heshima ya mwanamke, yeye kaambiwa anavaa nguo zake nzuri tu anazoswalia za ibada, tena rangi yoyote, halazimishi uwe nyeupe wala nyeusi wala zambarau, wala avae nguo zake tu ajistiri tu basi. Cha msingi aonyeshe uso wake uonyeshwe na viganja vyake vya mkono, awe yuko havai gloves wala havai nikabu.
ndugu mtazamaji, utaona ni jinsi gani dini hii ilivyomkirimu mwanamke. Mwanamke ni subhanallah, ni malkia. Dini hii imemwenzi sana Sheikh.